mambo matatu ambayo unafaa uyafanye uotapo ndoto yuwahusika katika ajali, au umeota mwingine ambaye unamfahamu, enda katika familia, rafiki au mtu mwingine yeyote yule. Ni vema kuyafanya haya matatu mara moja. Kitu ya kwanza ambacho unafaa ukifanye ni kuomba ulinzi, kuzingirwa. Omba Mungu akuzingile na damu ya Yesu Kristo. Jizingile wewe mwenyewe, mzingile uliyemwona katika ile akihusika katika ile ajali, wazingile wale wote ambao uliona au ulionyeshwa katika ile ndoto. Na uombapo ni vema pia kutaja maandiko hapa na pale, kwani neno ya Mungu nayo ni silaha ingine hatari sana ya kupigana na ulimwengu wa kiroho. Na hivyo basi kuna neno kama vile Zaburi 91 ambayo husema kwamba naye Mungu atawaagiza malaika waje kwa niaba yako wakupiganie. Hivyo basi ni vema kutaja andiko kama lile na kumwambia Mungu ni wakati ukaamurishe malaika wako waweze kunilinda, waweze kumlinda fulani niliyemwona akihusika katika ajali. Wazingile na damu yake Yesu Kristo, huku ukitaja maneno ya Biblia. Na ndio ni vizuri sana kuwa umejiwekea verse kadhaa, ndio ifikapo uko katika vita utaweza kupambana, kwani hatupigani na mwili na damu, bali twapigana katika roho. Na vita za kiroho lazima tupigane na neno ya Mungu, lazima tupigane na maombi, lazima tupigane na kuitana mbingu, tupigane kiroho. Kitu cha pili ambacho unafaa ukifanye mara moja, ni vizuri uweze kukana na kukataa ile jambo au ile tukio. Ikatae katika jina la Yesu Kristo. Ikatae tena na tena na tena, kwa maombi, tena kwa maneno yako. Kwani kumbuka, Biblia katika Mithali 18 msururu wa 21 husema kwamba nao ulimi wetu una uwezo mkubwa, una uwezo wa kuongea uhai na vilevile unaweza ongea mauti. Hivyo basi, kuliko na mauti, ni vema uweze kuongea uhai, na huku ukiyarejelea yale maandiko na zile promises ambazo Mungu ametuahidi. Ni vizuri kuzitaja katika yale maombi. Na kitu cha tatu ambacho utafanya mara moja ni kuchukua hatua ya vitendo na vile vile hatua ya kiroho. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ni vizuri, hata kama ni kupiga simu ama ni moja kwa moja, kumhusisha mtu wa Mungu aliye na uwezo au aliye juu kidogo hali ya kiroho. Ni vizuri kutafuta usaidizi wa maombi, usaidizi wa ushauri, ndio uweze kujua hatua gani ukazichukue na ni nini ukafanye. Ni vizuri pia kama utaweza kumfikia mhusika uliyemwona katika ile ndoto, mfahamishe, mwambie niliota hivi na hivi, uliyemwona akihusika katika ajali, ndio hata yeye akae macho, ajiombee mwenyewe na ajizingire na damu ya Yesu Kristo,
na vile vile ni vizuri kujifunga kula na kunywa. Enda fasting, uyaokoe maisha yako, uyaokoe maisha ya mwenzio. Na vile vile lazima uwe mwangalifu venye unaendesha gari, kuwa makini sana, na hasa kama ulipaona vizuri mahali ile ajali ilifanyikia, kuwa makini sana mahali pale, kwani huenda shetani ameweka mitego yake pale. Lakini kama utakuwa umejisikia kiroho na vile vile kimwili, utaweza kuvuka ile mitego ya shetani. Endesha gari vizuri, usikibie sana, lakini usiwe mwoga. Usimpe shetani nafasi. Kuwa jasiri, lakini vile vile tumia hekima. Hakikisha kwamba unafanya mambo ifaavyo. Hakikisha gari yako iko sawa, kila kitu, breki na kila kitu iko sawa. Alafu hiyo ingine, pigana vita ya kiroho, maombi, jizingile na damu ya Yesu Kristo, jitakaze, kaange, jua uko katika uwanja wa vita, kwani uotapo ndoto ukiwa umehusika katika ajali, ile si ndoto nzuri na haiji kuleta ujumbe mzuri hata kidogo. La hasha, yule ni ujumbe mbaya ambao unapitishwa kwako, na hata kama si ajali halisia ya gari au ya vyombo vya kusafiria, huenda ni ajali. Kwa mfano, huenda ni ajali katika maisha, huenda ni janga au jambo fulani litakufanyikia au litamfanyikia uliyemwona katika ile ajali. Na hivyo basi ni vizuri kujizingira kila upande, sio tu barabarani, lakini maisha yako yote kwa jumla yazingire na damu ya Yesu Kristo. Alafu kiri kwa kinywa chako maneno, embu yaumbe uhai, embu yasambaratishe mipango yote ya yule mwovu. Na kama umeota ndoto sampli hiyo, naongea damu ya Yesu Kristo katika maisha yako. Mungu na akuzingile, Mungu na atembee nawe hatua kwa hatua. Maisha yako yamefichwa katika jina la Yesu Kristo, naye shetani hana uwezo wote katika maisha yako. Wewe ni mtumishi wa Mungu, umebarikiwa, utaishi miaka mingi, utatembea, utaenda mbali, utasafiri mpaka kwa ndege, na hutawahi patikana katika ajali, kwani damu ya Yesu Kristo imekuzingira. Ni nguvu za giza nazo zimeshindwa maishani mwako katika jina la Yesu Kristo.